Ile bamia tunayokula mjini tunaweka kwenye mrenda tuone inavyolimwa. Kuanzia huku kuzunguka huku hadi huku kote hadi huku ni takribani hekta 2 za bamia ziko hapa. Amechanganya na mahindi kwa kiasi. Yoba, sitaki ujiko wowote kuhusu hili shamba. Ni shamba la mkulima wangu, nimemuomba ni kuoneshe namna gani bamia inalimwa kibiashara. Kata majaruba. Majaruba yake yanaelekea hivi. Haya majaruba kuna maji yanakuwa yanaingia, anayachepusha yanaingia kwenye shamba lake. Kwa sababu hategemei mvua peke yake, anategemea kilimo cha umwagiliaji pia. Kwa hiyo analima bamia yake mwaka mzima. Anachagua mbegu bora sana ya bamia. Anapenda kutumia mbegu chotara kutoka kwenye makampuni yaliyodhibitishwa na mamlaka za serikali. Anatumia takribani kilo 3 hadi kilo 4 ya mbegu bora. Panda ikishaota, baada ya wiki moja anaweka mbolea ya NPK kwa ajili ya kuichangamsha. Baada ya hapo anaweka mbolea ya urea. Wiki 2 zikishafika ataweka mbolea ya urea kwa ajili ya kuikuza kwa haraka. Ataendelea kupuliza mbolea kwa ajili ya kuiboost mbolea za majani, yani foliar fertilizer, ambazo zina kiwango kikubwa cha nitrojeni. Ataendelea kupulizia. Baada ya siku 45 tangia apande, cha fedha kitaanza kuingia mfukoni, mauzo yanaanza. Mauzo hayo yanaenda takribani miezi miwili. Hapa tuko tunavuna bamia yetu, bamia ambayo lazima uivune huku ikiwa haijakomaa, ndio inayofaa kuvunwa. Wiki moja mkulima amenifahamisha kwamba anavuna mara 2 kama ni msimu wa baridi na ni mara 3 kama ni msimu wa joto. Na ameniambia kwamba kwa ekari moja yake ya bamia anavuna takribani ndoo 100 kwa mchumo mmoja. Na kwa wiki michumo ikiwa 2 ni ndoo 200, ikiwa michumo 3 ni ndoo 300. Baada ya kuvuna ameniambia kwamba bei ikiwa chini sana ya bamia anauza shilingi 5,000 kwa ndoo, na bei ikiwa juu anauza shilingi 8,000 hadi 10,000. Kwa sasa hivi wakati na rekodi hii video ameniambia bei ni shilingi 8,000. Chukulia kwamba kwa mchumo mmoja wa ndoo 100 akauza kwa shilingi 8,000 kwa ndoo, anapata shilingi kama 800,000 kwenye mchumo mmoja. Kwa wiki moja anapata 1,106,000. Tukienda kwa miezi miwili nitakupigia mahesabu, nitakuwekea kwenye video. Ila mkulima wangu ameniambia kwamba ukiona viaelea vimeundwa, anapitia changamoto pia ya wadudu na magonjwa. Miongoni mwa wadudu wanaopitia ni inzi weupe pamoja na mende wa majani. Kwa inzi weupe anatumia viuatilifu kama Astracefate pia na Imidacloprid. Kwa huu ugonjwa unaomkabili hapa ameniambia kama ni kipindi cha mvua kama sasa hivi anapitia changamoto ya ugonjwa wa kutu, yani rust. Kwa ugonjwa anautibu kwa kutumia kiambata cha hexaconazole au copper oxychloride. Kama ni wakati wa kiangazi anakutana na ugonjwa wa ubuirunga, yani powdery mildew. Ugonjwa huu anautibu kwa kutumia kiuatilifu chenye kiambata cha mancozeb. Kila uonapo video yetu kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, weka maoni yako. Maoni yako yanaweza kuwa ni kipi tuboreshe, ni kipi tuongeze na ni kipi tupunguze. Ila pia maoni yako yanaweza yakawa ni changamoto inayokukabili shambani. Ukaweza kutoa maoni yako kwa kupitia maandishi au picha au video mjongeo. Tutaweza kukusaidia. Naitwa Bwana Shamba Lioba, hadi wakati mwingine. Fotografa wangu ni Kilambasi. Bye bye.